Huyu ni Obona pamoja na mke wake wanakimbizana sebleni. Manake mshikaji amempelekea moto mpaka akaona akimbilie sebleni. Kaja kwa mdogo wake hapa akiwa analalamika tu kwamba mshikaji anapeleka moto kweli kweli. Yaani ameenda raundi ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, anahitaji kuendelea na raundi nyingine zinazofuata. Bwana mwanamama akaona ni kutimua mbio na kuja sebleni. Mimi ni Shai TZ, lakini nakuomba subscribe na kubonyeza alama kengele ili miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanapata recap za mara kwa mara nazokuwekea hapa mtazamaji. Hapa anaonekana Obona pamoja na mke wake wamefika katika nyumba ya kifahari kweli kweli. Nyumba ambayo ni ya mdogo wake Asam. Na hapa wanafika akiwa na mtoto wao mmoja. Wakiwa wamekuja na kitoweo aina ya kuku kwa ajili ya kuja kumsalimia ndugu yao. Wakapokelewa na mlinzi, baadaye wakaruhusiwa kuingia ndani. Mdogo mtu akampokea dada yake akiwa na mume wake. Akafurahi tu, akawa anamsimulia habari za huko kijijini. Ikawa ni furaha tu kwa Vivian kukutana na ndugu yake. Lakini kama unavyojua hao wametokea vijijini. Vituko vikaendelea hapo nyumbani. Mwanadada Vivian akatoka ndani akiwa na foka kweli kweli. Baada ya kuona moshi ukiingia chumbani kwake, kama kutoka nje akamuuliza Chris ambaye ni mlinzi. Akamuuliza kuhusiana na moshi unatoka wapi. Akasema huenda dada yako na mume wake nimeona wakibeba kuni wakipeleka huko nyuma. Baadaye akazunguka nyuma akawakuta wanachoma kuku bwana ambao alikuja naye. Umeona hii? Lakini akamwambia mmeacha jiko ndani mmekuja kuchomea huko. Lakini akamwambia hii itakuwa inanoga zaidi na ina ladha zaidi kuliko ile ambayo angechomea kwenye gesi. Lakini siku iliyofuata mkimbizano kama watoto humu ndani wakiwa wamevalia nguo za ajabu kweli kweli. Wakaja pale mezani wote wakawa na shangaa tu. Lakini wakati huo mdogo mtu alikuwa na mchumba wake ambaye ni Brian. Lakini mchumba wake na Vivian akawa na mind kweli kweli kwa sababu haya yanayofanyika hapa ni kama utoto tu anaushuhudia. Lakini siku iliyofuata mlinzi akiwa amewasha mziki wake wakavamia mziki huo wakaanza kucheza rumba hapa ambao ni mziki wa nyumbani kabisa. Lakini mdogo mtu akawa anawatazama tu hapa. Wanamwambia njoo ungane na sisi, lakini anaona kama ni upuuzi tu, anaondoka hapa. Lakini baada ya kutoka kusakata rumba kilichofuata ni hiki hapa. Wakaingia ndani wakapika ugali mkubwa kweli kweli. Ugali wanaotumia hapa mtazamaji ni ugali wa kutumia watu 7, lakini wao wanaotumia ugali huu peke yao. Lakini mdogo mtu akaingia pale wakamkaribisha tu kwamba karibu chakula. Lakini akawa anashangaa tu. Lakini huku anaonekana mchumba wake na Vivian Brian akiwa na rafiki wa karibu sana na Vivian anaitwa Shakina. Hapa Shakina pamoja na Brian wako kwenye mahusiano. Lakini hapa wapo wanasuka mpango wao ambao mimi na wewe hatujajua ni mpango gani. Lakini ni mpango ambao unaonekana wanadili wanalisuka ambalo ni la kumtapeli mtu fulani. Lakini ukaribu wao unahusiana na nini? Ilhali tunajua hawa wote wako karibu zaidi na Vivian. Huyu Brian ni mchumba wa Vivian, lakini Shakina ni rafiki wa karibu sana na Vivian. Manake kwamba ni mashoga. Lakini siku nyingine Obona pamoja na Asam mke wake wapo wanaonekana vichakani wakiwa wanafunga nguo tu. Pengine wametoka kudinyana nini? Hata sielewi. Lakini ulipofika ndani Vivian alikuwa anawatafuta kweli kweli. Kwani mtoto alilia vya kutosha na wao hawapo nyumbani. Baada ya kufika nyumbani akawauliza mlikuwa wapi? Wakasema kwamba tulikuwa tumetoka kidogo tukaenda vichakani, ambako walihisi kama ni sehemu salama kwa ajili ya kujisaidia. Wakaamua moja kwa moja kwenda kujisaidia vichakani. Hao walikuwa wanajua kwamba wameenda kudinyana nje, kumbe walikuwa wameenda kujisaidia bwana. Hii ndio ina vituko. Na hao wapo wamesubiri tu siku ambayo ni ya kuzaliwa kwa mwanadada huyu Vivian. Lakini siku nyingine anarudi na rafiki yake Shakina hapa. Anawakuta wanandoa wakicheza tu sebleni. Lakini hapo sebleni pako vibaya kweli kweli. Pananuka harufu mbaya sana. Wakawa nasikia harufu mbaya inatoka eneo hilo. Baada ya kutazama vizuri kwenye sofa kukutana na pampas ya mtoto bwana ipo na kinyesi bwana. Mdogo mtu kaichukua kaitoa kwenye sofa bwana. Baada ya pale akamlalamikia kweli dada yake kwa kila ambacho kinatokea. Maana yake ni kama anafanya makusudi katika nyumba yake. Lakini rafiki yake Shakina akawa anampa ushauri kuhusiana na kuwafukuza. Lakini Vivian akasema haiwezekani kumfukuza dada yangu. Tambua kuwa huyo ni dada yangu na siwezi kufanya hivyo. Lakini siku nyingine vituko vikaendelea kama kawaida. Dada mtu akatoka chumbani anakimbizana na mume wake huku anaonyesha akiwa na jasho la kutosha kweli kweli. Maana yake ni kwamba amepelekewa moto na mume wake mpaka amesema imetosha. Lakini mume bado anahitaji. Anasema kwamba nimepelekewa raundi ya kwanza, raundi ya pili, raundi ya tatu. Lakini cha ajabu mume hatosheki tu. Lakini jamaa anasema bado hajatosheka. Anamwambia warudi tena kwenye show. Lakini siku nyingine wanaonekana wakiwa na kipande cha mhogo wanachoma hapa. Na eneo wanalotumia ni kwenye gesi. Badala ya kwenda kuwasha moto kwingine au kwenye jiko la mkaa, wao wanachomea kipande cha mhogo katika gesi. Lakini mwanadada Vivian naye akafika hapo sebleni. Baada ya kufika na mchumba wake wakawa wanaambizana. Kuna harufu kama imetoka, si unaipata? Akasema mimi sielewi, labda nenda kaangalia jikoni huko. Mwanadada akaelekea jikoni akakuta hali inayoendelea akawa na foka tu yani. Lakini wao wanamwambia kwamba unachofoka hata sisi hatuelewi kabisa. Sio kama tulikuwa tunajua kwamba gesi inaweza kutumika kwa namna hii, tulikuwa tuelewi. Mwanadada amechoka kweli kweli, ni dada yake atafanyaje sasa? Akaamua tu kufunika komi mwanaharamu apite, maisha mengine yakaendelea. Lakini siku iliyofuata wakati anataka kuelekea kazini, gari zake zote mbili zimejaa nguo za ndani. Nguo za ndani zote zimeanikwa katika gari yake. Huyu ni nani amefanya kiasi hiki? Baadaye akamuita dada yake
akatoka nje, akawa anamwambia ni mimi, ni nguo zangu za ndani, kwa nimeamua kuzitoa nje ili zipate joto, na hapo unaponiona ndani sijavaa kitu chochote yani. Dada mtu huyo, dada mtu si zimo. Kuna sehemu ya bafuni, kuna sehemu ya kamba, lakini cha ajabu mwanadada akaja kuanika kwenye gari yake, lakini baada ya pale akawa anazitoa nguo zake, lakini zina ukubwa ambao ni wa kushangaza. Ukivaa ndugu yangu na mwili mwembamba, inaweza kukulazimu mpaka ukaipunguze kwa fundi. Siku iliyofuata Mwamba anamfokea mlinzi. Hii ni baada tu ya Eric kukataa kumwoshea gari. Mshikaji akaanza kumfokea kweli kweli yani anataka aoshe gari akaingie misele. Gari ni ya mrembo Vivian, lakini yeye hapo hamiliki chochote, manake anamamlisha mlinzi hapa. Mlinzi akafoka kweli kweli akasema sijaajiriwa na wewe, nimeajiriwa na Madam Vivian. Manake wewe siwezi kuwajibika chochote, siwezi kuosha gari, siwezi kufanya chochote. Wakati nataka kumkwida hapa, mshikaji bwana nyuma akatokea ambaye ni Obona. Obona akamwambia wewe ni mtu baki tu hapa, uwezi ukaamrisha chochote. Mshikaji naye akaanza kufoka kama hiyo utanifanya nini? Mshikaji akamwambia yes. Obona akamwambia kama unanichukulia poa, wewe ni mwanaume tu wa Lagos hapa, uwezi ukanitishia hata kidogo yani. Mshikaji akampa mbata hapa. Mwamba akawa anaona vitu vingi vingi vinacheza kwenye akili yake, si adondoke, si asimame, lakini chali hapa. Jamaa akawa anasema tumeua au, lakini baada ya pale mwanadada Vivian akarudi nyumbani, akamkuta mchumba wake bwana kashazimia, yupo nje tu hapo getini. Baada ya pale wakamtoa, wako naye sebleni hapa, huko anafoka tu kwa kile ambacho kimetokea, lakini akaonyesha kukasirishwa kweli kweli. Akaamua kumfukuza shemeji yake ambaye ni Obona aondoke humu ndani. Akasema humu ndani sikutaki, uondoke na unipishe uniachie nyumba yako. Dada mtu anashangaa tu kwa kile ambacho ameamua mdogo wake. Shakina ambaye ni rafiki wa Vivian anaonekana anaongea na simu hapa nje, ambapo anaonekana anaongea na simu na Brian ambaye ni mchumba wake na Vivian. Anamwambia kila kitu kimekamilika, document kila kitu kimekamilika, kilichobaki ni sign tu ya Vivian. Manake fanya haraka tuje tufanye mambo, kitu kikae kwenye msari. Manake ni kwamba hawa wanataka kumtapeli Vivian kwenye mkataba ambao ni fake bwana. Lakini Vivian wala hajui kabisa kama Shakina ni nyoka kwake, lakini pia anajua mchumba wake Brian ni mchumba wa kweli ambaye ana malengo mazuri kwake. Lakini Shakina pamoja na Brian hapa wanapanga jambo. Sasa sijajua mahusiano yao ni yapi, kama wana urafiki gani au ni dada na kaka, mimi naye tutajua kwa hapo baadaye. Lakini wakati anaongea na simu hapa, mlinzi Eric akawa anamtazama tu, ameshasikia kila kitu ambacho kinaendelea. Baadaye akatoka sawa, taonyesha. Lakini Obona pamoja na mke wake wakati agizo la mwenye nyumba. Hapa wakabeba mtoto wao, wakabeba kila kitu cha kwao walichokuja nacho, wakawa na mwaga hapa waondoke. Manake hata sherehe ya siku ya kuzaliwa ambayo iliwaleta hapa mjini haijafika. Wakaamua tu waondoke kwa sababu mwanadada hataki kuwaona hapo nyumbani. Lakini mnafiki kama kawaida ambaye ni rafiki wa mwanadada Vivian akawa anamwambia umefanya jambo la maana kweli kweli. Lakini haijapita hata muda mrefu, mara ghafla wakarudi tena hawa mume na mke. Wakasema tumerudi tena, lakini hawajasema sababu ambayo imewafanya warudi. Lakini unaambiwa wamefika kwa mlinzi, wakaambiwa kila kitu kinachoendelea katika nyumba hii, kwamba ndugu yao anaelekea kutapeliwa. Ndiyo sababu iliyofanya kurudi tena kwa mara nyingine. Kwao wakaamua kurudi, lakini hawajasema chochote bwana. Mchezo ukaendelea katika hii nyumba bwana. Lakini usiku huu anaingia Shakina akiwa amebeba bahasha ambayo inaonyesha ni document. Mlinzi anamfungulia na anapita zake, hata amsalimie. Lakini hapa inaonekana Shakina yupo na Brian ambaye ni mchumba wake na Vivian, wakiwa wanaonyeshana mikataba, huku Shakina akiwa anamwambia usiniangushe. Lakini baada ya pale wakaachana hapo. Jambo linafanyika humo ndani, akiwa Vivian hajui kabisa hawa ni nyoka kwake. Lakini baada ya pale mshikaji akauleta mkataba huo kwa ajili ya kuhakikisha kabisa mwanadada Vivian anasaini. Lakini wakati anataka kusaini hapa, dada yake ambaye ni Asam akaja akiwa amebeba glasi ya juice, akajikwaa makusudi na kumwagia juice mkataba huo. Akaanza kulaumu tu hapa Shakina pamoja na Brian kila ambacho kimefanyika hapa. Lakini mwanadada akasema kwa sababu ni mkataba mnaweza mkaprint tu kwa mara nyingine, lakini tayari dili limeshaharibika bwana. Hayawi sasa yamekuwa. Hatimaye siku iliyokuwa imesubiriwa imefika bwana, siku ya kuzaliwa mwanadada Vivian. Na hapa inaonyesha mwanadada anaingia akiwa amependeza kweli kweli. Ni kwa mara ya kwanza dada mtu anamuona mdogo wake akiwa amependeza, hapo akawa anampa heko tu hapa kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu kamjalia shepu yake. Mwanadada akaumbika kweli kweli. Tuseme tu kiufupi, mshikaji wa kuitwa Brian alikuwa na faidi kweli kweli yani. Lakini baada ya kukata keki na kila kitu kumalizika, ikawa ni muda mzuri zaidi wa kutoa zawadi. Kila mtu akawa anatoa zawadi yake. Hapa rafiki yake Shakina akatoa zawadi, lakini mpenzi wake pia akampa zawadi. Lakini baadaye zawadi nyingine iliyofuata ni ya bwana mkubwa Chris ambaye ni mlinzi. Bwana mkubwa Chris alimpa kibahasha hapa, lakini zawadi nyingine akampa flash, akamwambia hii ni zawadi yangu nyingine ambayo nakupa hii leo. Hii zawadi inahusiana na nini? Lakini dada mtu pamoja na mume wake wanajua kila kitu walichokifanya. Baadaye ile flash wakaichukua Obona akaipeleka kwenye TV. Alipoiweka ikaanza kumuonyesha Brian pamoja na Shakina wapo wanalazana kwenye 6-kwa-6 kwa ajili ya kupiga show. Watu wote wakashangaa, hiki ni nini kinaendelea? Kumbe hawa walikuwa ni wapenzi pasipo kujua kwa Vivian. Lakini baada ya pale mwanadada akatembeza kipigo kwa Brian. Baada
Baada ya pale akatembeza tena kipigo kwa Shakina, akiwa haamini kinachotokea, kwani mwanaume huyu alikuwa anamwamini kwa asilimia kubwa sana, kwani hakudhania kama angekuja kumfanyia hivi pamoja na rafiki yake Shakina. Kumbe bwana walikuwa ni wapenzi, na mchezo wote umefichiliwa na ndugu yake ambaye ni Asami na mme wake. Lakini shemeji mtu akamwambia Vivian, ngoja na mimi nikupe zawadi. Akampa kibano kama kile alichompa mwanzo mpaka mshikaji akazimia, akampa hicho mshikaji akalegea chali. Bwana, hebu andika comment yako hapo uniambie kwa upande wako, kama ingekuwa wewe ungefanyaje? Kama ungekuwa Vivian ungefanyaje? Na pengine unao marafiki kama Shakina, unao marafiki kama Brian ambao wanafanya hivi vitu. Lakini nakusii tu endelea kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili miongoni mwa watu ambao wanapata recap kali kama hizi. Lakini hapo chini nimekuwekea link ucheki full movie mwanzo mpaka mwisho katika filamu hii ambayo inafahamika kama The Beast. Mimi ni Shy TZ, tukutane kwenye vigongo vingine.